wakati wote, wakati ambao wanayo furaha kufikia mchana wa leo. Mungu awabariki sana. Ninawapongeza kwa kuja katika ibada ya mchana wa leo. Maana ibada ni pambano. Ibilisi tangu akiwa mbinguni, wakati anapambana, alitamani aweze kuabudiwa. Ila yuko Mungu ambaye ana nguvu, ambaye alimshinda, ambaye hata leo ndiye ambaye anastahili kuabudiwa. Ninapongeza na Mungu akubariki sana kwa kuja kumwabudu huyo Mungu. Baada ya kusema hayo, niwakaribishe sasa kwenye ibada ya mchana wa leo. Kwa majina yangu, mimi ni mwinjilisti Benedicto John, ila ni mchungaji mafunzoni. Baada ya mchana wa leo, tutangaza kwenye kitabu cha kwanza kabisa cha Agano Jipya, kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya kwanza, fungu la kwanza na mafungu yanayoendelea. Biblia inasema, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake, Yuda akamzaa Perez na Zera kwa Tamari, Perez akamzaa Esrom, Esrom akamzaa Aram, Aram akamzaa Aminadab, Aminadab akamzaa Nashon, Nashon akamzaa Salmoni, Salmoni akamzaa Boazi kwa Rahabu, Boazi akamzaa Obedi kwa Rutu, Obedi akamzaa Yese, Yese akamzaa mfalme Daudi, Daudi akamzaa Sulemani kwa yule mke wa Uria, Sulemani akamzaa Yeroboamu, Yeroboamu akamzaa Abiya, Abiya akamzaa Asa, Asa akamzaa Yoshafati, Yoshafati akamzaa Yolamu, Yolamu akamzaa Uzia, Uzia akamzaa Yosam, Yosam akamzaa Ahazi, Ahazi akamzaa Hezekia, Hezekia akamzaa Manase, Manase akamzaa Amoni, Amoni akamzaa Yosia, Yosia akamzaa Yekonia na ndugu zake wakati wa ule uhamisho wa Babeli. Fungu la 12. Na baada ya ule uhamisho wa Babeli, Yekonia akamzaa Shealtieli, Shealtieli akamzaa Zerubabeli, Zerubabeli akamzaa Abidihu, Abihu akamzaa Eliakimu, Eliakimu akamzaa Adholi, Adholi akamzaa Sadoki, Sadoki akamzaa Akimu, Akimu akamzaa Eliudi, Eliudi akamzaa Eleadhari, Eleadhari akamzaa Matani, Matani akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yusufu mume Mariamu aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Basi vizazi vyote tangu Ibrahimu hata Daudi ni vizazi 14, na tangu Daudi hata ule uhamisho wa Babeli ni vizazi 14, na tangu ule uhamisho wa Babeli hata Kristo ni vizazi 14. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mamaye alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mmewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto, akasema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukia Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atamzaa mwana, utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa manabii, akasema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atamzaa mwana, na watamwita jina lake Imanueli, yani Mungu pamoja nasi. Baba na Mungu wa mbinguni, tunapolisoma neno lako, tunakuhitaji sasa utufundishe. Mchana wa leo kubali kuzungumza na tupatie ujumbe kutoka katika mafungu haya. Kwa jina lako Yesu, amina. Baada ya mchana wa leo inayo mada ambayo inasema ukoo wa Yesu Kristo.
Kitabu cha Mathayo, kitabu cha kwanza kabisa kuandikwa kwenye vitabu vya Agano Jipya. Na mwandishi anapoanza kuandika, anasema ya kwamba ukoo wa Yesu Kristo anaanza kutaja jina moja baada ya jingine. Na anapoanza kutaja jina moja baada ya jingine, anatufikisha mpaka wakati wa mwisho ambapo Yesu Kristo anazaliwa. Ukoo wa Yesu Kristo. Hapa ndipo ambapo ninatamani mchana wa leo tutafakari. Tuone ya kwamba ni kitu gani ambacho tunapaswa kukielewa kutoka kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Maana unaposoma mafungu haya, kuna wakati mwingine naweza nisielewe ya kwamba hivi ni kwa nini Mathayo anaanza kutaja majina. Na hayo majina mimi yananihusu nini? Au ninapotaja Yakobo ananisaidia nini? Tunapozungumzia habari za ukoo, ninaelewa ya kwamba hata mimi uko ukoo ambao ninatoka. Ninaelewa ya kwamba uko ukoo ambao unatoka. Na mara nyingi sana kumekuwa na historia kwenye ukoo. Unaweza kuambiwa ya kwamba babu yako alikuwa hivi. Kwa wako watu ambao wataishi na historia ya ule ukoo. Yaani kuna wakati nikaambiwa ya kwamba katika ukoo wetu hawakuwepo watu ambao walikuwa wanapenda Injili. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wanakuwa na kuishi wakiangalia historia za ukoo ambao wanatoka. Wakiangalia historia ya ukoo na kweli wanakubali na wanasadiki ya kwamba kulingana na ukoo wetu uko hivi, kweli hata mimi siwezi. Wako wengi ambao wamekatizwa ndoto zao kwa sababu ya historia ya ukoo. Yaani akiangalia kuanzia baba alikuwa mganga wa kienyeji. Akiangalia mjomba wake desema alikuwa mganga wa kienyeji. Akiangalia shangazi yake alikuwa anacheza ngoma za asili. Akiangalia babu yake wakati mwingine, yani anakuta ni ukoo ambao kwa kweli hakuna nuru. Yaani unaona ya kwamba yani siwezi nikaenda mahali popote. Ukoo wa Yesu ukiutazama ni kama ukoo wa maajabu sana. Ukisikia ya kwamba ukoo wa Yesu natajwa, unaweza ukahisi ya kwamba watu ambao wametajwa ni watakatifu. Yaani jina limetajwa Yakobo, Ibrahimu, Daudi, unahisi ya kwamba ni watu ambao walikuwa ni wacha Mungu sana. Yaani ya kwamba kwa sababu yani wako kwenye orodha ya ukoo wa Yesu. Yaani wakati mwingine ningetamani jina langu liwepo kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Na mwandishi wa kitabu cha Mathayo anapoanza kuandika, anaanza na hiyo orodha kwa sababu moja, ya kwamba manabii walikuwa wameandika habari ya kuja kwa Yesu Kristo, ya kwamba yuko Masihi ambaye atakuja. Na ukiangalia tofauti kutoka Agano la Kale, kitabu cha mwisho, kuja kwenye kitabu cha kwanza cha Agano Jipya, kuna miaka 400. Kwa ndio maana Mathayo anapokuja kwanza kuandika, anaanza kutaja ukoo wa Yesu ndio ahadi ambayo ilitabiriwa zamani. Ni ahadi hii ambayo inakwenda kutimia kupitia ukoo huu. Isaya sura ile ya 7. Yako maneno ambayo Biblia inayaandika ya kwamba manabii iko pamoja na Isaya sura ya 7 fungu la 14. Baada mtu ambaye atanisaidia kusoma. Hadithi zilikuwa zimezungumza zamani sana ya kwamba yuko Masihi ambaye atakuja. Hata kwa sababu anakuja, atakuja kwa muonekano gani? Atakuja katika mfumo gani? Ndio maana mwandishi anaanza kupatia habari za ukoo. Soma Isaya sura ya 7 fungu la 14. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama bikira atachukua mimba. Tazama bikira atachukua mimba. Atazaa mtoto mwanaume. Naye atamwita jina lake Imanueli. Huyo ni Isaya ambaye anaandika ya kwamba bikira atachukua mimba. Kwa sababu atachukua mimba, atatokea kwenye ukoo gani? Atatokea kwenye jamii gani? Ndio maana Mathayo anaanza kuandika hivyo. Ila Yohana alitusaidia. Yohana 1 fungu la kwanza. Soma 1 fungu la kwanza, kitabu ni Yohana. Tunaona kwamba huyu ambaye Isaya anamtabiri ya kwamba yuko Masihi atakayezaliwa. Yohana 1 mstari wa kwanza anasema. Anasema
Hapo mwanzo kulikuwa neno. Hapo mwanzo kulikuwa na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo neno alikuwa Mungu. Fungu la 14. 14 anasema, ndio. Naye neno alifanyika mwili. Naye huyo neno akafanyika mwili. Akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake. Na sisi tukauona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Amejaa neema na kweli. Kwa kuja kwake Yesu Kristo ilibidi afanyike mwili, kwa sababu alikuwa anakuja kwa lengo moja la kumkomboa mwanadamu. Kwa inabidi aje kwa muonekano wa mwili. Kama angekuja kwa utukufu wake, hakuna mwanadamu ambaye angekubali ya kwamba huyu ndiye ambaye ni mkombozi wangu, huyu ndiye ambaye ni mkombozi wetu. Tungemwogopa. Kwa maana ndio maana ikabidi afanyike mwili, na kwa sababu ya kufanyika mwili anatoka kwenye ukoo wa watu ambao wametajwa na mwandishi wa kitabu cha Mathayo. Na itamani nikwambie neno moja tu mchana wa leo, ya kwamba kwenye orodha ya ukoo wa Yesu Kristo ambao amewataja, naomba nikupe watu wachache ili uweze kuona ya kwamba huyu Yesu Kristo ambaye anatajwa ametoka kwenye ukoo ambao wakati mwingine ni wa maajabu kidogo. Ni ukoo ambao wako watu walikuwa wa dhambi kama mimi, walikuwa wa dhambi kama wewe. Tu wa kwanza yuko Yuda. Yuda ambaye anafanya uzinzi na mama mkwe wake, analala na mama mkwe wake Tamari. Kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 38 fungu lile la 12 hadi fungu la 30, ukisoma utaona ya kwamba ni kwa namna gani ambavyo Yuda anafanya uzinzi, ambaye analala na mama mkwe wake. Na Yuda ndiye ambaye mwandishi wa kitabu cha Mathayo anamtaja ya kwamba na yeye yuko kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Ukimwondoa Yuda, kuna wakati mwingine unaondoa ile cheni ambayo ilikuwepo, ambayo inakwenda kutimiza ahadi ambayo ni ya kuzaliwa kwa Masihi. Yuda ambaye ni mzinzi, ambao kama kwa leo wazinzi wapo wanafanya uzinzi, lakini Yuda ambaye ni mzinzi anatajwa kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Kwa nini? Yaani Yuda mzinzi anatajwa, lakini hayuko peke yake. Yuko Daudi. Daudi ambaye pia anatajwa kwenye dhambi ya uzinzi. Naye mwandishi wa Mathayo anatuambia ya kwamba yuko kwenye orodha ya ukoo wa Yesu Kristo. Yaani ni ukoo ambao ukiangalia historia inakatisha tamaa ya kwamba hivi ukoo wa namna hii atatoka Masihi. Haiwezekani kwa akili za kibinadamu. Yaani kama tungekuwa kwamba wanaanza Mathayo anaandika tukiwepo, huenda tungemkataza ya kwamba hata kutudanganya. Yaani Yesu unatuambia Emmanuel, ambaye Isaya alituambia ya kwamba atakuja Masihi ambaye ni Emmanuel, atoka kwenye ukoo wa wazinzi. Acha kutania, tumekataa. Yaani Masihi aje kutoka kwa Daudi ambaye ni mzinzi, aliyemwona Ulia anaoga akamtamani, akatuma watu wakamchukua kazini naye. Ndio Yesu anatoka huko. Acha kutania. Tungekataa ya kwamba Yesu hawezi akatoka huko. Na hiyo utaikuta kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 11 fungu la 2 na hadi la 4. Ndipo utakuta habari ya Daudi wakati anafanya uzinzi na yule mwanamke. Anafanya uzinzi na Ulia. Kitu ambacho ni kibaya sana. Anafanya uzinzi wa ajabu sana. Analala na Bathsheba, mke wa Ulia. Anafanya uzinzi, anatajwa kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Lakini yuko Yeroboamu, anatajwa kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Yaani Yeroboamu ambaye alikuwa ni mwenye kiburi, yaani mfalme ambaye amejaa kiburi, alikuwa asikilizi, mfalme ambaye alikuwa anaabudu miungu, analikosea taifa la Israeli, anaelekeza mahali ambapo kwenye ibada ya sanamu, ibada ambayo si ya kumtukuza Mungu. Mtu mwenye kiburi, mtu ambaye anaonywa, anakataa, anatajwa kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Na utaikuta kwenye Wafalme wa pili, Wafalme wa kwanza, tusome hii. Wafalme wa kwanza sura ya 12 fungu la 14. Yeroboamu mwenye kiburi anatajwa ya kwamba yuko kwenye ukoo wa Yesu. Wafalme wa kwanza 12:18. Anasema, sikiliza ambavyo anasema.
akawajibu kama vile walivyomshauri vijana. Yaani Yeroboamu akawajibu kama alivyowashauriwa na vijana. Akasema, baba yangu alifanya zito kongwe lenu. Yaani alifanya zito kongwa lenu, bali mimi nitaongeza kongwa lenu. Yaani mimi nitaongeza kongwa lenu. Baba yangu aliwapiga kwa mijeledi. Yaani baba yangu aliwapiga kwa mijeledi, bali mimi nitawapigeni kwa nge. Yaani mimi nitawapiga kwa nge. Yaani anashauriwa na nabii ambaye Bwana amemtuma ya kwamba kamuone anachokifanya sicho. Yaani kamuone anakataa kwa sababu ya kiburi cha utawala wake. Ila Mathayo anapokuja kuandika anamtaja kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Ukoo wa maajabu sana. Ukoo wa maajabu sana. Yuko Rahabu anatajwa kwenye ukoo wa Yesu Kristo ya kwamba na yeye yuko kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 2. Tunaelewa vizuri ya kwamba Rahabu alikuwa ni nani? Rahabu alikuwa ni kahaba. Tena ni kahaba ambaye alikuwa anajulikana. Si ya kwamba alikuwa ni kahaba ambaye hajulikani. Kahaba ambaye anajulikana. Yoshua 2 fungu la kwanza. Somo. Yoshua 2:1 anasema, ndio. Yoshua mwana wa Nuni akawatuma watu wawili kutoka Shitimu kwa siri. Ili kupeleleza. Ndio. Akawaambiaje? Nendeni mkaitazame nchi hii. Na Yeriko. Wakaenda wakafika nyumbani kwa kahaba mmoja, jina lake aliitwa Rahabu. Asante, ndio tukashia hapo. Ya kwamba Yoshua anatuma wapelelezi kwamba nendeni mkapeleleze nchi. Wanakwenda wanafika nyumbani kwa kahaba ambaye Mathayo anapoandika orodha ya ukoo wa Yesu Kristo anamweka Rahabu. Maajabu kidogo. Yaani mtu ambaye ni kahaba anajumuishwa kwenye orodha ya ukoo wa Yesu Kristo. Kama leo tungekataa. Yaani bado sijakubali. Mimi ni kweli. Mathayo alikuwa anataka nini? Yaani alitaka mimi anifundishe kitu gani? Yaani kutoka kwenye ukoo. Maana wako watu ambao tukitazama kwamba wanatoka kwenye jamii fulani, tunakataa kwa ukoo ule ambao ninavyojua. Atatoka mtu ambaye atakuwa mtu wa kanisa gani? Haiwezekani. Ukoo fulani atoke mwimbaji aimbe, mmekubali, mmepigwa, tumekataa. Tunavyojua hivi. Kama tukikataa, ila Mathayo anaweka orodha ya watu ambao walikuwa ni wadhambi kama kuliko leo. Anataka kujua nini? Lakini yuko mtu mwingine ambaye ni Yakobo, yeye ni mwongo, anamdanganya baba yake. Ile Mwanzo sura 27 fungu la 32. Yakobo anatajwa kwa uongo wake. So, Mwanzo 27:32. 27:32 Biblia inasema Isaka baba yake akamuuliza. Yaani Isaac baba yake na Yakobo akamuuliza, nani wewe? Wewe ni nani? Akasemaje? Mimi ni mwanawe Esau. Mimi ni mtoto wako Esau, mzaliwa wako wa kwanza. Uongo anaofanya. Yaani ya kwamba yeye ni Yakobo ila anamwambia mimi ni Esau. Yaani anatajwa kwa uongo wake. Ila Mathayo anapokuja anaweka kwenye orodha ya uzao wa Yesu Kristo. Tuambie ni muongo kama mimi. Yaani muongo kama wewe. Anawekwa kwenye orodha ile ambaye anamdanganya baba yake. Lakini bado kuna mfalme mwingine ambaye ni Manase. Manase anajumuishwa kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Manase anawakosesha taifa la Israeli, anaelekeza kuabudu miungu. Na Biblia kenda mbali kataja ya kwamba yaani Manase akafanya mabaya kuzidi hata baba yake aliyokuwa ameyafanya. Akafanya maovu sana. Yaani mambo ambayo ni machafu. Ila Mathayo anapokuja anasema na jamaa yuko kwenye ukoo wa Yesu, msimtoe. Mathayo alikuwa anataka nini? Na hiyo itakuta kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura 21 fungu la 11 hata 17. Sura fungu tu la 17. Mwandishi anasemaje? Wafalme wa Pili sura 21 fungu la 17. 21:17 anasema basi mambo yote ya Manase aliyosalia na yote aliyoyafanya, ndio, na kosa lake alilolikosa
Je, hayakuandika katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Je, hakikuandikwa? Yote yaliandikwa. Yote yaliandikwa. Mabaya ambayo Manase anayafanya yote yakaandikwa. Na maanisha anakuambia ya kwamba na yeye yuko kwenye orodha. Bado sijaelewa kidogo. Huenda yuko mtu amekaa na hajaelewa kama mimi. Ya kwamba ili kuna kitu gani ambacho mwandishi anatamani mimi na wewe tuweze kujua mchana wa leo, kutoka kwenye kitabu cha Mathayo 1 fungu la kwanza hadi 23, ambapo orodha imetajwa. Nao ni wachache ambao nimekutajia, ya kwamba wale watu ambao Biblia imeandika maovu ambayo wameyafanya. Yuko mtu mwingine ambaye ni Asa ametajwa kwenye orodha ile. Alikuwa ni mfalme mzuri, lakini mwisho wa siku alifanya mabaya na mwisho wake alikufa katika uovu ambao alikuwa ameufanya. Yaani orodha ya kwa Yesu Kristo ni ajabu kidogo. Yaani ni watu ambao walikuwa ni wadhambi kweli kweli, na Biblia haikarekodi dhambi zao. Biblia ikarekodi uovu wao. Mathayo, unataka utufundishe nini? Jambo la kwanza, neema na uaminifu wa Mungu. Yaani Mathayo ambacho anatamani kutufundisha, jambo la kwanza ni neema na uaminifu wa Mungu. Sikia, licha ya makosa, dhambi na mapungufu ya watu binafsi katika ukoo huo, kama vile uzinzi wa Yuda na Daudi na Rahabu kwa kuwa kahaba, Mungu aliendelea kuwa mwaminifu kwa ahadi zake na kutimiza mpango wake wa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani neema na uaminifu wa Mungu, ya kwamba Bwana alikuwa amekusudia ya kwamba mpango wake wa wokovu ni lazima utimie, na kwa mantiki hiyo mpango wa wokovu unatimia kutoka kwa watu ambao walikuwa ni wadhambi. Yaani licha ya kwamba walikuwa ni wadhambi, ya kwamba walikuwa ni makahaba, ya kwamba walikuwa ni waongo, lakini bado Bwana anasema ya kwamba kusudi langu ni lazima litimie, maana neema yangu ni kubwa na uaminifu wangu ni mkubwa. Hakuna ambaye anaweza akaupunguza. Mathayo anatamani jambo la kwanza lijue ya kwamba neema na uaminifu wa Mungu. Licha ya kwamba watu walikuwa ni wadhambi, watu walikuwa ni hasiwa kamilifu, lakini bado mpango wangu ni lazima utimie. Asema hii inaonyesha kwamba neema ya Mungu ni kubwa kuliko dhambi za wanadamu. Hello. Yaani Mathayo anachosema ya kwamba neema ya Bwana ni kubwa kuliko dhambi za nani? Mbona kama vile amekaza au tumrudishe mwenye kiti? Ndio watu wamekaza. Yaani ambacho Mathayo anatamani tujue, yaani ya kwamba neema ya Mungu ni kubwa kuliko dhambi za nani? Za wanadamu. Wako watu ambao tunachoka hata kuja kwa ibada kwa sababu ya dhambi zao. Tunachoka. Yaani nikijiangalia ndani yangu najua kwamba mimi ni mdhambi sana. Yaani kwamba sistahili kwenda. Lakini elewa, neema ya Bwana ni kubwa kushinda dhambi zako. Unapojisikia kwamba wewe ni mchovu, umechoka kwa sababu ya dhambi, kumbuka ya kwamba iko neema ambayo Mungu alileta, yanipasa kusonga mbele hata kama ni mdhambi. Songa mbele. Ukoo wa Yesu kama hivyo usingeandikwa, wadhambi wameandikwa, ila neema ya Mungu kwa kuwa ni kubwa, na ukombozi ukakamilika kutoka kwa Yakobo ambaye alikuwa ni mzinzi. Ukombozi ukakamilika kutoka kwa Daudi ambaye ni mzinzi. Ukombozi ukakamilika kutoka kwa Rahabu ambaye ni mzinzi. Ukiwatoa, Yesu hatuendi kumpata. Tuendi kumpata. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kuhusishwa kwa mataifa yote katika mpango wa ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mathayo anasema tujue ya kwamba yaani mpango wa ukombozi unajumuisha mataifa yote. Bwana Yesu asifiwe. Basi moja nielewa kidogo, sikia. Yaani uwepo wa wanawake wasio Wayahudi kama vile Rahabu ambaye alikuwa ni Mkanaani. Kuna Lutu ametajwa kwenye orodha ya ukoo wa Yesu Kristo, ambaye Rahabu alikuwa ni Mmoabu. Katika ukoo wa Yesu unaonyesha kwamba mpango wa Mungu wa wokovu haukuwa tu kwa taifa la Wayahudi, bali unajumuisha watu kutoka mataifa yote. Hii inatoa picha ya injili ya ulimwengu wote, ya kwamba ukombozi ni kwa mataifa yote. Ukombozi si kwa Wasabato peke yao. Yaani ukombozi kwa wewe kwa Msabato tu ndio utakombolewa.
Ametuambia ya kwamba kwa maana jinsi Mungu alipenda kila mtu amwamini atafanya. Ataokolewa. Ni miti mwamini sio. Kwa hiyo Mathayo anatuambia ya kwamba yani ukombozi wa mwanadamu ni kwa mataifa yote. Unaweza kuwa ni msabato ukaja kanisani ila mbinguni usifanye. Kuna mtu kule yanamwamini Yesu kuzidi wewe. Ndicho ambacho anatamani sana Mathayo kutuambia leo ya kwamba wanamrudia tasieni ukombozi ni kwa mataifa yote. Wewe ambaye ni Mwadventista, ambaye si Mwadventista, ukombozi ni kwa ajili yake. Na ndio maana wanawake hawa wametajwa ambao sio Wayahudi. Mathayo alitamani tujue. Jambo jingine ambalo Mathayo anatamani kujua ni hili. Mungu hutumia watu tofauti. Yaani Mungu anatumia watu tofauti sana, ambao nawazania na ambao hawazanii. Anawatumia wote. Na wote ni wa kwake. Sikiliza. Sema kwamba ukoo huu unajumuisha wafalme, unajumuisha makahaba, unajumuisha wakulima na watu wa kawaida sana. Yaani ukoo wa Yesu umechukua watu wa tabaka zote. Umechukua watu ambao walikuwa ni wafalme kama kina Daudi. Umechukua watu ambao walikuwa ni makahaba. Umechukua watu ambao walikuwa ni wakulima, ukajumuisha kwa pamoja. Kwa kutambia kwamba Mungu ana uwezo wa kutumia mwanadamu yeyote. Na hapa sasa ndipo gundua ya kwamba haupaswi kuwa na kiburi. Yaani kama una sauti yako nzuri ya kuimba, ukasema kwamba mimi ni mimi. Yaani wako waimbaji kule Njamboni wazuri, Bwana ana uwezo wa kuwaleta na kuwatumia. Yaani ondoa kiburi ndani yako, elewa ya kwamba Bwana anaweza akatumia watu wengi kwa ajili ya kazi yake. Na ikatimia hata kwa binafsi, hata kusema kwamba ni mimi ndani ya kanisa ni mimi. Acha. Ukidai kwamba ni mimi, hakuna mahali ambapo utakwenda. Yaani kama kina Daudi wangesema kwamba sisi wafalme sisi, huku ndiko Yesu atatoka. Kuna kitu kama hicho. Yesu anatuambia wanamrudio tueleweni ya kwamba kuwa mshiriki na jina likawa kwenye kitabu cha ushirika. Usidhani ya kwamba wewe ni mtu special sana kuzidi mlevi aliko kule. Ndicho ambacho tunaambiwa mchana wa leo. Si ya kwamba mimi kusema kwamba mimi ni bora kuzidi mzinzi ambaye anazidi kule nje. Wote tupo katika njia moja. Bwana anaondoa tofauti. Kwa mchana wa leo elewa ya kwamba Bwana anatoka kwenye ukoo ambao unaondoa tofauti. Yaani anahitaji ya kwamba wote aone cheni moja. Kwamba na ninyi wafalme mlikuwa ni wadhambi. Makahaba walikuwa ni wadhambi. Wakulima ndio walikuwa ni wadhambi kwa dhambi zao, lakini bado wote njoni. Na kitu ambacho Bwana anatueleza mchana wa leo. Sikiliza pointi nyingine ambayo Bwana anatamani tuweze kujua. Ni hapa. Utimilifu wa ahadi za Mungu. Mathayo anachotuambia ni kwamba ahadi za Mungu zina utimilifu. Ahadi za Mungu si ya kwamba sio timilifu. Sikiliza. Ukoo huu unadhibitisha utimilifu wa ahadi za Mungu kwa Ibrahimu. Alinena mwanzoni kwa Ibrahimu kwamba kupitia uzao wake mataifa yote watabarikiwa. Alinena ahadi yake anakuja kuitimiza kupitia ukoo ambao ulikuwa ni wa watu wasio wadhambi. Na kwa Daudi kwamba mfalme atatoka katika ukoo wake na kutawala milele. Yaani Yesu ndiye utimilifu wa ahadi hizi zote. Yaani ahadi zote ambazo zimetolewa kwa Ibrahimu zilitolewa, kwa Daudi ikatolewa. Ahadi inakuja kutimia kutoka kwenye ukoo ambao wadhidi wako watu walikuwa ni waongo. Ahadi ikatimia na mtoto aliyekuwa ameahidiwa Yesu Kristo ndiye ambaye tunamwona. Lakini jambo jingine ni hili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo jingine ni hili. Na hili limekuwa ni mgogoro mkubwa kwa makanisa mengi. Nasikia wasema sana hata nyanda za juu kusini kule Mbeya kuna shida sana juu ya hiki. Sijajua kama huko kiko bado sijakisikia. Pointi yangu ni hii. Kushiriki kwa wanawake katika mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kushiriki kwa kina nani? Kwa wanawake kwenye mpango wa nani? Wa Mungu. Wanawake wamejumuishwa kwenye mpango wa Mungu.
wanawake hawajaachwa, wametajwa kwenye ukoo wa Yesu Kristo. Kina nani hao ambao wametajwa? Uwepo wa wanawake watano. Yuko Tamari, yuko Rahabu, yuko Lutu, yuko mke wa Uria Bathsheba na Mariamu. Wanawake wangapi? Biblia imetaja wanawake wangapi? Watano kwenye ukoo wa nani? Wa Yesu Kristo. Maana yake ni kwamba wanawake hawa wanahusika. Hivi kama Yesu asingemzaa Yesu Mariamu, hivi ingekuwa nani angemzaa? Mama Ibra ungemzaa? Nani angemzaa? Ndio maana hawa watu wanatajwa kwenye ukoo wa Yesu Kristo, hawajasahaulika. Wakati wa Pentekoste anapokea Roho Mtakatifu, mvua ya masika, wanawake walikwenda mle. Hata wao walipokea Roho wakamtumia wapi? Wakamtumia nyumbani, haiwezekani. Wana wao kwenye njia ya kupeleka habari wako. Kwa katika mwaka ujao, ninatamani sana na tutaifanya sana, wakina mama mtahubiri na jina la Bwana litatukuzwa. Pointi yangu ya mwisho ni hii. Ubinadamu kamili wa Yesu Kristo. Ubinadamu kamili wa Yesu Kristo. Ya kwamba Yesu baada ya kutajwa kwenye ukoo, inatuambia na kututhibitishia ya kwamba ni kweli Yesu Kristo alifanyika mwili. Kama asingefanyika mwili, asingetajwa kwenye orodha ya wanadamu wenye miili ya damu na nyama na mifupa. Kwa Mathayo, baada ya kutaja orodha hii, anatufikisha mahali ambako Yesu Kristo anamtaja kama mwanadamu kamili ambaye amekuja kwa ajili ya kufa kwa ajili ya dhambi zangu, kwa ajili ya kufa kwa ajili ya dhambi zako. Kwa Mathayo anadhibitisha ya kwamba Yesu alifanyika kuwa mwanadamu. Kwenye Biblia yangu lile fungu la 21 hata 23 napokuwa tuelekea mwisho. Tamani sana tuelewe mambo haya katika ibada ya mchana wa leo, ili nisije nikaondoka nikajisi ya kwamba mimi ni mdhambi sana. Unapojiona ya kwamba mimi nimefanya dhambi ya uzinzi, kumbuka ya kwamba yuko Daudi ambaye alifanya uzinzi, na baada ya kwenda kwa magoti kufanya toba, Bwana akamsamehe. Zaburi ya 51. Daudi ambavyo alilia anamuomba Mungu baada tu ya dhambi ya uzinzi, akaenda magotini kwa Bwana. Bwana, ili dhambi zangu kama usibuke mbele zako, ili zisiwe na kumbukumbu ya aina yoyote. Daudi alilia akafanya toba. Unapoona kwamba mimi ni kahaba, kumbuka yuko Rahabu ambaye alikuwa ni kahaba, na yeye anatajwa, na Rahabu anatajwa tena kwa vitu ambavyo ni vizuri, kwa kuwahifadhi wapelelezi. Anahusika kuwafikisha watu kwenye jamii ya haya. Kama ningekataa kuwatunza wakapigwa kauawa, nani angepeleka taarifa? Mimi sijui. Kwa Rahabu ambaye ni kahaba, kwa kwamba mimi ni kahaba, elewa ya kwamba Bwana hajakusahau, bado anakubeba mikononi mwake. Sikiliza fungu hili. Fungu la 19 la 18. Asema hivi. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mamaye alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asiyependa kumaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alitokea katika ndoto, akasema, Yusufu mwana wa Daudi, usiofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, naye atazaa mwana. Fungu la 21. Naye atazaa mwana, naye utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Huyu ndiye Yesu ambaye mchana wa leo namleta katika kanisa la ndoto, ya kwamba amekuja kwa ajili ya kutukomboa sisi na dhambi zetu. Yaani ndiye Yesu ambaye anatambulishwa kwenye ukoo ambao ni mchafu. Anadhibitisha kwamba nimetoka ukoo ambao ulikuwa watu wenye dhambi, ila nimekuja kwa ajili ya kutangaza rehema na neema katika maisha yao.
ndiye Yesu ambaye anatangaza neema kwenye maisha yangu, ya kwamba dhambi zangu ndiye ambaye alikuja kuziondoa. Amekuja kunifanya mimi nisiwe mateka wa dhambi, nisiwe mtumwa wa dhambi. Ndiye ambaye amekuja kuzichukua. Mchana leo ni kitu gani ambacho huwa kinakufanya? Ni kuna wakati mwingine unajihisi ya kwamba mimi nimechoka kwa dhambi zangu. Ni mara ngapi umeacha kuja kwenye ibada kwa sababu ya dhambi ndani ya moyo wangu? Ni mara ngapi nimeacha kuja kanisani kwa sababu tu iko dhambi nimeitenda siku ya Ijumaa? Ni siku gani ambapo umeacha kuja kwa maombi Jumatano kwa sababu ya kuishi na hatia ndani ya moyo wako? Tena leo natamani nikutie moyo ya kwamba yuko Yesu ambaye alikuja kutoka kwenye kwamba ni mchafu ili atangaze rehema kwa wadhambi wote. Na ndiye anayetangaza rehema na neema katika kanisa la Mungu. Njoo mtoto wa Yesu, tembea. Tembea. Usiogope. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu umekubali kunena nasi mchana wa leo. Asante Baba kwa kututia moyo sisi watoto wako wa Ngurudoto. Ni kweli ziko dhambi kwenye maisha yetu tumetenda, dhambi ambazo zimekuwa ni mizigo mikubwa tena mizito ndani ya moyo yetu, na wakati mwingine zimetufanya tukate tamaa. Tunakuja kwa ibada ila tumechoka, tunakuja kwa ibada ila kwa mazoea. Baba, mchana wa leo uliyelipa bei, kubali kuziondoa dhambi za watoto wako katika mioyo yao. Kubali kuitakasa mioyo yao kwa damu yako. Kila mmoja ambaye amepiga hatua, hata kama ni moja, Baba, kutana naye, katue mzigo wa dhambi zake. Baba, mchana wa leo ninaomba ulete amani katika mioyo ya watoto wako. Leta amani katika mioyo yetu. Tunapotoka katika ibada ya mchana wa leo, tutoke tukiwa tumesuzika, tukielewa ya kwamba umetusamehe dhambi zetu, na sasa katujaze amani ya pekee sana. Tukadumu katika mwendo na jina lako likasifiwe. Lakini Baba, unapokuwa umekwisha kutusamehe dhambi zetu na kuziondoa, ninaomba ukatupatie mafuta mapya ya Roho wako Mtakatifu. Ukatujaze, tukatembee tunapokwenda kuelekea kwenye maanzo mipya ya mwaka. Baba, tuingie kwa kishindo ya kwamba yuko Mungu ambaye ametupa nguvu, tukaanze mwaka kwa ushindi na jina lako litukuzwe. Yuko mmoja wenda mchana wa leo katika mwaka huu amesafiri akipitia magonjwa, akipitia taabu za kila aina. Baba, mchana wa leo tunapokuwa tunahitimisha ibada hii na tunapokuwa tunaelekea mwisho ya mwaka, ninaomba sabato hii ya 51 ya leo ikabaki ni kumbukumbu la kuwekwa huru kwa mtoto wako. Kwa madhaifu yote, kwa mazungufu yote, Baba, watue sasa watoto wako. Tunakushukuru sana kwa sababu wewe umesikia kuomba kwetu. Tunakushukuru kwa sababu umetenda. Kwa jina la Yesu, amen.